bali ya kuja kwa Yesu, kuwa hakuna aijuaye siku wala saa ambaye mwana wa Adamu atakapokuja. Lakini Yesu mwenyewe alitupa dalili, akatupa dalili, na kwa neno zito kabisa ambalo mimi nililipenda na ninapenda ulielewe na wewe siku ya leo. Alisema, myaonapo hayo, huo ndio mwanzo wa utungu. Maana yake dalili tunapoziona zinatimia. Alifananisha na mwanamke mjamzito ambaye amekuwa na mimba miezi 9. Anapoanza kusikia dalili za maumivu ya utungu, huwa hasubiri, anafanya maandalizi ya kwenda kusubiri kujifungua hospitali. Hajui ni saa gani atajifungua, ila anaenda kusubiria kule kule. Wengine wanafika kule, anakaa siku 3 anahangaika na uchungu. Kwa nini? Kwa sababu hajui muda wake wa kujifungua. Ila anapouona ule uchungu, anajua tayari muda wa kujifungua umeshafika. Kilichobaki ni kujifungua. Imebaki saa ya kujifungua tu. Sasa Yesu alipozungumza hizo dalili, akasema mnapoziona dalili hizi zinatokea, mjue muda wa uchungu ndio huo. Saa yoyote mwana wa Adamu anakuja. Muda wowote, dakika usiozania, mwana wa Adamu anashuka. Sasa kama ametufananisha na mfano ulio wa wazi kabisa, ulio halisi, ambao kila mmoja wetu anaujua, hasa wa mama na wa baba, unapoanza maumivu, mara nyingi huwa mtu akiwa na ujauzito akianza kusema anajisikia vibaya, unamuuliza, hivi kwani siku zimeshatimia? Akisema zimeshatimia, unamwambia kwenda hospitali mara moja, kwa sababu hajui saa ya kujifungua. Ndivyo ilivyokuja kwa mwana wa Adamu. Tunapoziona dalili, tunajua kwamba muda umetimia. Kinachobaki ni kujiandaa kupokea mtoto, kumpokea Kristo anapokuja kulinyakua kanisa lake. Bali ya siku ile na saa hakuna ijuaye, wala malaika walio mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake. Akasema, kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, watu walikuwa wakila, wakinywa, wakioa na kuolewa. Maisha yalikuwa yanaendelea kawaida kama yanavyoendelea leo. Tunakula, tunafanya biashara, tunapeleka watoto shule, tunafanya kazi, tunalima, tunavuna, mvua zinanyesha, jua linawaka, maisha yanaendelea. Hali ya kiuchumi inabadilika, tunafurahi, tunahuzunika, maisha yanaendelea. Yesu anawaambia wanafunzi wake, kama ilivyokuwa nyakati za Nuhu, watu walikuwa wakila na kunywa, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Walikuwa wamejisahau, wakiendelea. Leo watu wanaendelea na starehe za kila namna, anasa za dunia zinaendelea. Kila wikendi utasikia makasino na washo madisco. Watu wanasema wikendi hii tunaenda kutoka out sehemu fulani, tunaenda kuburudika wapi, tunafanya nini. Kila kitu kinaendelea katika dunia. Watu watajisahau katika hayo. Watu watajisahau katika harakati za kutafuta mali. Watajisahau katika harakati za kutafuta vyeo. Watajisahau katika harakati za kutafuta madaraka.
Watu watajisahau katika madamu, anakuja anakuta watu wako busy na shughuli za kidunia, kanisa linatwaliwa. Yesu alizungumza akasema, mnapoyaona hayo mjue kuja kwake kumekaribia. Pandisha, anzia mstari wa kwanza hadi wa 10. Anzia mstari wa kwanza hadi wa 13. Naam. Yesu akaenda zake, akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya. Angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi. Kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imeweka wazi dalili tu. Nilifundisha siku ya Jumatano nikasema dalili nyingi ambazo za kinabii za kurudi kwa Yesu. Sasa mojawapo ilikuwa ni kuvunjwa kwa hekalu la Yerusalemu, na Yerusalemu kukanyagwa na mataifa. Lakini pia nikasema kutawanyika kwa taifa la Israeli kwenye mataifa mbalimbali. Lakini pia nikasema taifa la Israeli kurudi na kutambulika kuwa taifa tena. Haya yote yametukia. Lakini dalili nyingine ambazo zimetajwa katika kitabu cha Mathayo ni kuongezeka maasi, kusalitiana, kuchukiana. Bwana Yesu asifiwe. Na manabii wengi wa uongo kuongezeka. Anasema nao watawadanganya wengi. Yamkini hata wateule watadanganyika kwa sababu ya manabii wa uongo. Leo watu wengi wamedanganyika na kuiacha imani ya kweli. Hivi ninavyozungumza, watu wengi, yamkini na wahubiri na wafahamu wengi, wameshahama kwenye imani ya kweli, wakaingia kwenye imani ya unabii wa uongo. Biblia inasema atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Biblia inaeleza dalili zile zile ambazo tulizisoma siku ya Jumatano, lakini bado zinaongezeka nyingine. Imetaja kuongezeka kwa maasi na kuongezeka kwa manabii wa uongo, ambayo leo hii masuala ya kusalitiana na kuchukiana yameisha kuwa mambo ya kawaida. Ndugu anaondoka kumsaliti ndugu yake, ndugu anamchukia ndugu yake. Hizi zote ni dalili, wapendwa, uharibifu uko karibu. Nataka tu nikupe mfano wa wazi, inawezekana usielewe. Miaka kadhaa iliyopita, wakati wa utawala wa hayati Magufuli,
kulitokea tukio moja ambalo lilikuwa la ajabu. Mtu mmoja, mtu maarufu sana, alimwaga mafuta chini, watu wakanyaga wapate uzima. Baada ya kumwaga mafuta chini, watu wakanyaga wapate uzima, badala yake watu wakakanyagana wakafa. Lakini watu hawakuona kama ni tukio la ajabu. Watu walichukulia kana kwamba watu walikuwa wanapambana kutafuta nini? Uhai. Lakini ni wapi Yesu ambapo mikusanyiko yake watu walikufa ovyo ovyo? Ushakuona Yesu alilisha watu 5,000, lakini hapakuandikwa mahali kwamba kuna mtu alivunjika mguu wakati wa mikusanyiko ya Yesu. Lakini katika tukio hilo watu walikufa, na mkuu wa nchi akasema huyo mtu asiguswe, kwa sababu watu walikuwa wanakimbilia uhai. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndizo nyakati zilizo nazo, na ndio watu maarufu sasa ambao leo Tanzania yote si Waislamu si Wakristo, utakuta wako kwenye TV ya Mwamposa. Wataibuka manabii wa uongo, nao watawadanganya wengi, yamkini hata wateule. Yesu anaonya, anasema angalieni mtu asiwadanganye, kwa maana wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao sio. Na watu wengi wanainuka kwa njia ya kumhubiri Kristo, wanakuja kupitia kumhubiri Kristo, lakini kumbe sio. Sitishwe. Lakini haya yote yanatupa picha kwamba tuko kwenye uchungu. Sasa kama ni wakati wa uchungu, ni wakati wa kujiandaa kupokea mgeni ambaye tunamsubiria, Yesu Kristo. Mwanamke anapokuwa kwenye uchungu anajiandaa kupokea mtoto, na sisi tukiwa katika hali tujiandae kumpokea Kristo, tujiandae kunyakuliwa kanisa. Jiandae kunyakuliwa. Mathayo 24:14. Mstari umetajwa pale. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Dalili zote hizi zitakapotimia, habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote, ili asipatikane mtu wa kusema mimi sikusikia. Mwisho utafika. Leo tuko kwenye harakati za kueneza Injili, tunatimiza unabii wa Bwana. Injili sasa hivi inahubiriwa. Ukifungua kwenye simu kuu wewe, ukifungua sehemu yoyote utakutana application nyingi za Biblia wanakuhubiri Injili. Kila mmoja atasikia, hakuna atakayesema mimi sikusikia. Mwisho umefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani unielewe. Kuna mambo Biblia imeyataja ambayo kwa sasa huwa nikiyaona yanatokea mpaka najawa na hofu. Napendwa, mpaka nafikia wakati nasema sijui hata hawa watoto wetu wanaosoma sasa hivi kama watapata kazi, wataingia kufanya kazi. Muda umeshaisha. Kama wewe bado unategemea kwamba bado dunia ipo, dunia imeshafika mwisho. Kama bado haujafikiria kunyakuliwa, bado unafikiri kutafuta umaarufu katika dunia, badilisha mtazamo wako.
Badilisha mtazamo wako. Siku za kukaa katika uso wa dunia zimeshaisha, zimeshahesabika. Kitabu cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa 1 hadi wa 9. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 13. Naam.